mwanamke ana nguvu kuliko. Kama uamini, muulize Adamu. Kama uamini, muulize Samsoni na manguvu yote. Lakini mwanamke alimfanya nini? Mwanamke ana nguvu. Utofauti ni huu: nguvu ya mwanamke imewekwa kwenye mdomo, nguvu ya mwanamume ikawekwa kwenye mwili wake. Ndio maana mwanamke hawezi kushindana na mwanamume. Huwezi shindana na mwanamke kwenye kuongea. Mwanamke anaongea utafikiri amemeza redio. Mwanamke anaongea, mwanamume anaongea machache, baadaye akiona amezidiwa anatupa ngumi. Baadaye hivi nimefanyaje? Kwa nini nimepiga mke wangu? Shida nini? Ni kwa sababu nguvu Mungu ameziweka kwa mwanamume kwenye mwili wake. Mwanamke nguvu imewekwa kwenye mdomo. Ana uwezo wa kutumia mdomo akakwambia wewe mwanamume, kaa, simama, kaa, ruka, haya, kimbia kule, rudi hapa, kwa mdomo tu. Mwanamke hamwamini hiyo? Wasioamini wale wanawake ambao hawajui kutumia midomo yao vizuri, ndio hawajui ninachokisema. Mwanamke ana uwezo wa kukutoa hapa wewe ukavuka boda bila passport. Ninakwambia, hata kama askari wote wakakaa na mabunduki, nini, hamna kuvuka hapa. Mwanamke anakuvusha. Mwanamke anakuvusha. Wewe peke yako huwezi kuvuka bila passport. Lakini mwanamke atakuvusha, atakupeleka mpaka mpakani mwa Kongo huko Kigoma, na akurudishe bila passport na usipate shida. Mwanamke. Kama uamini, uliza nchi ya Rwanda. Mwaka 94 walikufa watu zaidi ya 800,000. Sababu ni nini? Ni mwanamke. Watu wanasema ni vita, ukabila wenyewe kwa wenyewe. Ni mwanamke alipotia neno tu hivi, mume akaona mimi ni rais, mwanamke anasema hivi. Alipokuja tu ile anageuza kurudi, ndege imekuja ikapigwa hapo juu. Baadaye watu wamekufa zaidi ya 800,000. Rais wetu Nyerere kuna wakati fulani kabla hajafariki, miaka mingi sana, aliwahi kusema nchi haiwezi kuongozwa na wanawake bwana. Sasa tukiangalia rais ni mwanaume, kwani anatuambia nchi haiongozi na wanawake? Mtu umelala tu, umeota ndoto, mke wako ameota ndoto, anakushauri wewe, unaipeleka nchi inavyotaka. Kuna maneno makali hivi. Niliporudi kwenye Biblia nikagundua wanawake wana nguvu, na ndio maana ngoja niwape siri wanaume, niwape siri. Nyumba yoyote ukikaribishwa ukakuta mwanamume anacheka na wewe, karibu sana, karibu, hiyo nyumba usikae. Na kuhakikishia ukweli, mwanamume akikuchekea sana akakukaribisha usikae, lakini mwanamke akisema karibu akakuchekea, hiyo nyumba kaa. Mimi nawaambia ukweli, ukipendwa na mwanamume, hiyo nyumba hata kulala wewe nani usikaribie. Lakini ukipendwa na mwanamke, lala, hamna shida. Mwanamume akipeleka nyumbani kwake, ukaona mwanamke hana story na wewe, hana raha na wewe, fanya haraka, ondoka. Nakwambia ukweli. Wakati mwingine anaweza akamvuta kule ndani, mbona nileteaje wageni bila kusema?